kuna sehemu ambazo ukisikia Watanzania wapo, you're like, whoa, I didn't know kuna Watanzania sehemu kama hizo. Wewe uko Alaska, right? So sijui kama utaka tuongelee the story of how you got to Alaska, ama tunaweza tu tukaongelea after you got to Alaska. You know what I mean? There's a whole story behind ulifikaje Alaska. And then there's a whole story baada ya kufika Alaska, ulivyocope na maisha ya Alaska na vitu vyote vya Alaska. So what do you want to do? You tell me. Thank you. Mimi naitwa Pendo Mongi. Mimi ningependa tuongelee zaidi life baada ya kufika Alaska, kwa sababu nimeshaiongelea hiyo journey yote na dada Shena. Nimeshafanya interview pia na Shena. Okay. So kwa mtu ambaye atapenda kujua about the journey, nitamadvise aende akasikiliza ile interview ambayo nilifanya na nimekuwa katika teaching career kuanzia mwaka 2018. Okay. Na nilisoma education chuoni, kwa hiyo ninafanya kile ambacho nimekisomea. Na ninafundisha international curricula, na nimeshafundisha Cambridge curriculum Tanzania. Nimefundisha pia International Baccalaureate ambayo ni curriculum ya Geneva. Na sasa hivi ninafundisha American Standards ambayo ni curriculum ya Marekani. Kwa hiyo nimeshakuwa muda mrefu kwenye hii career, na nimeshakuwa sana kwenye yeah. So before you came to Alaska, ulikuwa kwenye curriculum gani? Nilikuwa nafanya curriculum ya Geneva inaitwa IB. Nilikuwa nafundisha International School of Iringa, iko Gangilonga, Iringa. Okay. Then from there ndo ukaja straight to Alaska. So kabla hujafika Alaska, did you know ni maisha ya namna gani like, did you vitu vilivyovikuta, did you expect that? Were you ready for that? Ama was it a shock? Kabla sijaja Alaska, nilikuwa ninafahamu kuhusu Marekani. Nilikuwa nafahamu kuhusu Uingereza kwa kusoma na kwa kuona watu ambao wanakuja na kurudi. Nimekuwa curious muda mrefu kutamani kuja nchi za nje. For a long time mimi nimekwenda ubalozini mara 2, nimekosa visa, lakini kipindi kile nilikuwa siji kwa ajili ya kazi. Nilikuwa nakuja kumuona rafiki. Na kabla ya hapo nikiwa shule form 3 nilienda ubalozini na mwalimu wangu kwa ajili tu ya kujifunza kuhusu namna ya kusafiri na vitu kama hivyo. Mwalimu wangu alikuwa ni Marekani. So nimekuwa nikifuatilia hivi vitu, lakini honestly nilikuwa sijui kuhusu Alaska. Okay. Actually, kwa followers wangu, ambao most of them wameshasafiri wako Marekani, some of them wako Marekani, kuna kitu watu wakifahamu kuhusu the way Marekani ilivyo. Marekani na states 54. Na every state is almost a different country. Na unapoongelea Alaska ni state ambayo haiko mainland. So it's a whole different story kwa Alaska when it came to weather, watu wanaokaa huko, the whole system in Alaska is completely different na other parts of the US. So so you tell me, so ulipofika, now you know you are in the US but you are in Alaska. What is the first thing, ile wiki ya kwanza, mwezi wa kwanza, ni vitu gani, changamoto gani ama vitu gani vilikuwa in shock kwako? Naweza nikasema kidogo niwasaidie kuelewesha watu kuhusu Alaska. Alaska iko Marekani. Lakini Alaska haijaungana na Marekani kwa njia ya ardhi. Yani we don't border kwa land. Kwa hiyo hicho tu kitu pekee kimeifanya Alaska imekuwa isolated. Sisi tuna border with Canada on the east side. Lakini pia tuko separated na Russia kwa kupitia ile Bering Strait on the west. Lakini we are not connected to the rest of US with the land, which means tuko tumetengwa, tuko isolated. Na Alaska ni land ambayo ina extreme weather conditions. Weather condition. It's very cold. Lakini pia ni ardhi ambayo ni virgin. Ina a lot of untouched land, untouched resources. Tuna a lot of mountains, tuna glaciers, kuna deep forests that feels kama hazina the end. When you are driving kwenye forest za Alaska, unaweza kufikiri aishi hiyo forest. They have dense forest here,
lakini pia tuna maeneo ambayo yanaitwa tundra, ni maeneo tambarare makavu. Okay. Sasa mimi nipo kwenye an open tundra. The weather can be very cold hapa, na kitu ambacho mimi nilifika cha kwanza nikastuka ni vile ambavyo tuko so isolated, na njia pekee ya kufika hapa nilipo mimi ni by air. Hakuna land connecting to where I am right now. So iko ndo kitu ambacho kilinistoa. Mji uliopo, you can only get there through the airport. Yes. Alafu pia tunaweza tukaconnect na vijiji vya jirani na hapa kwa njia ya boat ama snowmobile. Yeah. Boat ama snowmobile. Wow. Snowmobile. Ni kama pikipiki lakini zinatembea juu ya barafu. So is it always barafu ama kuna kipindi fulani cha mwaka ambacho barafu inakuwa imeyeyuka? It can be very cold, especially winter time. Tunapata baridi kali sana hapa. Lakini pia kipindi cha baridi ni kipindi kirefu sana. Ardhi yetu inakuwa imefunikwa na barafu for months. Nakumbuka barafu imeanza kudondoka last year November. Na hata sasa, hata leo inadondoka nje barafu. So this is April. Yes, so kutokea November mpaka April. Because upande wa huku mainland US ni unless yuko kwenye northern sides, huku kusini unakuta kuna barafu mwezi wa 12 mwishoni mpaka wa kwanza au wa pili mwanzoni, then that's it. Okay. Lakini sasa the funny part is kipindi cha summer the sun can shine all day. Ndio maana huku kuna jina lingine wanapaita the land of the midnight sun. Yani ni ardhi yenye jua la usiku wa manane. Mwezi wa 7 sisi jua halizami. Hata sasa tuna majira marefu ya jua kuliko majira ya giza kwa sababu tunaikimbilia summer. Sasa hivi ni spring. It is still snowing outside, lakini how do we experience, tunawezaje tukatofautisha sisi summer na spring? Summer yetu sisi ni darkness. During winter land inafunikwa na snow, alafu snow inadondoka mara kwa mara, baridi inakuwa kali sana. Tuna experience winter storms. Ili pia tuna experience polar night, which is total darkness. Kwa hiyo utofauti wake na spring ni nini? Spring bado ni baridi, bado barafu inadondoka. Our land is still covered with snow, but we have sun. Now the sun is coming out, there is light. Kwa hiyo sasa hivi tunapata jua muda mrefu kuliko giza, na by July kipindi ambacho summer ndio imekubali, tunafikia mahali tunakuwa na the midnight sun. So right now jua linazama saa ngapi? For instance, hapa nilipo jua linazama saa 2:30 sasa hivi. Hapa linazama saa 4:30, saa 5, linatoka saa 1 kamili, saa 12:30. Let me take you back. Ulipofika umeanza kazi yako. Una experience ya kazi hiyo kwa kuifanyia Tanzania, ingawa ulikuwa kwenye curriculum ya international, right? But now uko kwenye curriculum hii na unafundisha watoto wa design hii. What was the big switch between watoto walikuwa wanafundisha kule? Because they were still wanaita privileged kids, right? They also end up international schools. They're still privileged. But okay, so umekuja huku, it's a different curriculum, but also it's a whole different type of students. What was the main challenge kufundisha watoto wa Marekani? For instance, Alaska. Kufundisha watoto wa Alaska. Ni tofauti kwa sababu hawa ni watoto ambao wako isolated. Wameishi katika mazingira haya ya kukaa tu ndani, hawajichanganyi nje na watu wachache sana kutoka maeneo ya mbali wanakuja huku. Na hawa pia wanapata mara chache sana opportunities za kutoka huku kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tofauti na shule za international schools ambazo wanafunzi wetu wako diverse na wako na experience kubwa na maisha kutokana na lifestyle yao pale nyumbani, hawa hawako hivyo. Kwa hiyo hapa before I teach them, I know mimi kama Pendo nina brought the world to these kids. Okay. I teach them that there is a different world. I'm not saying this is bad. Lakini kunayo dunia nyingine ambayo hamjawahi kuiona au hamjawahi kuisikia. Kwa hiyo nawaonesha sana kuhusu Afrika.
nawaonesha sana kuhusu Tanzania, na hata nikisafiri kwenda miji mingine ndani ya Marekani ninawaonesha pia hiyo, na wako very excited kujifunza. Hii ni nzuri kwa sababu inawasaidia watoto wangu kufahamu maisha nje ya hapa, lakini pia kuweza kujua namna gani wanaweza tukafanya tukaimprove haya mazingira hapa. And kitu kingine nimegundua kwa sababu ya mazingira watoto hawako motivated na mambo ya kusoma. Hapa hakuna hospitali, hakuna markets, hakuna chochote. Yani kitu ambacho kiko hapa ni shule. Kwa hiyo kazi ambao wanaijua ni kazi ya ualimu. Sasa wao labda yani hawawezi kudream. Hawana role models ambao wako around them unless they are looking at the TV or something. Yani mimi mtoto wangu nikimuuliza unataka kuwa nani, asiposema pilot ni mwalimu, kwa sababu huku usafiri wetu ni ndege kama nilivyokuambia. Kwa hiyo watu ambao wanawajua Yeah, that's crazy. Yeah. So what's running the economy huo mji uliopo? Like where do they get their income from? Because I think parents wanafanya kazi, right? Like what's even the population ya hiyo sehemu uliopo? And then what is the economy like? Where are people getting their money from? Hiki kijiji ambacho niko mimi ni kipya. Kulikuwa na kijiji kingine ambacho ni cha zamani na kikubwa zaidi, kimezama, kimekuwa eroded kwenye river. Sisi tuko katika, tuseme ni kama island fulani, tumezungukwa na frozen rivers. Sasa baada ya muda zina kama momonyoka au zinaongezeka depth, I don't know what happens, zinakuja sasa zinakomba zile nyumba. Yeah. So ikafika mahali ile sehemu ikawa sio salama tena kuishi. Kwa hiyo watu wakaanza kupelekwa vijiji vingine, na hiki ndo kikawa kijiji kilichofunguliwa kwa ajili ya kuwamove watu here. So everything is new. Na waliofanikiwa kuja sio wote, kwa sababu pia hawakuweza kujenga majengo ya watu wote wakapata sehemu ya kukaa. Kwa hiyo ziko nyumba chache, yani naweza nikasema roughly labda nyumba kama 80 hivi. So everybody knows everybody. Everybody knows everybody. But before we proceed, kitu kingine ningependa kusema ni kwamba Alaska is big. Alaska ni kubwa kama ukalinganisha Montana, ukaweka California na Texas. Na bado zinaweza zikawa Alaska ni kubwa zaidi. Texas is big. I didn't even check that. Nafikiri Texas is the biggest than California. Because sio kufikiria the land mass ya Alaska ni kubwa kiasi gani. Alaska is almost robo au nusu ya Africa. Alaska is very big. Okay. It's very big, yeah. Kwa hiyo ni simply tu weka, kwa sababu unafahamu hizo geographically za hizo lower 48. Weka Montana, weka California, weka Texas together, bado utafikia ukubwa wa Alaska. Alaska is very big. Lakini population sasa ni ndogo sana kwa sababu ya hali ya hewa huku, watu hawapendi kuishi huku. Kwa hiyo geographically Alaska is so big, but in reality Alaska is very small because everybody knows everybody. Mimi nikienda Anchorage nafahamu kama watu sio pungufu 6 ambao I can call and meet. Na Anchorage ni mji mkubwa. So Anchorage ndio mji mkubwa close to unapokaa wewe? Yes. I know not less than 6 people. Nakumbuka kutoka Anchorage mpaka hapa kwangu is 2 planes. You can drive Alaska for hours. You can fly for hours. Na usione any city, any town. Yeah, it is that big. Kwa hiyo pamoja na ukubwa pia unachangia, kwa sababu sasa sehemu hii ni kubwa sana. Mtu anachagua tu, mimi nataka hichi kijiji changu nikihamishie katikati sehemu fulani. Kwa hiyo tunahamia hivyo. So hapo ulipo hapo, are you the only I'm thinking, what's the diversity koje? Kuna watu weusi, wazungu, Asian people, ama is it? Kabla sija kujibu hiyo, ulisema uchumi wao hapa ukoje? Hapa hapa hamna habari ya uchumi. Hapa wanaishi kwa kutegemea land and water. They get fish from water, they get moose au wanyama wanakamata, musk ox ama ndege wanakamata kwenye land. Kwa hiyo hawa wanaishi kwa kutegemea land na water. Most of them ni wavuvi na ni wawindaji. Okay. What's the name of the place? Because I need to pin that here paone. Panaitwa Bethel. B-E. Oh yeah, ulisema kuniambia Bethel. Yeah. Kwa hiyo Bethel ndio, is it a city or is it a town? It's a hub. So if I put Bethel, Alaska, I should see it. Mm-hmm. Okay. Bethel, Alaska. Okay.
Nitaitafuta ni pin. Okay, so they just live off of the land. Do they get any government assistance or? Oh, they do. Wanalipwa na serikali mara moja kwa mwaka, wanapewa kuna pesa ya mafuta. Hapa Alaska biashara kubwa wanayofanya serikali wanachimba mafuta. Kama nilivyokuambia, this is a virgin land. It's a land that is untouched. Most places hazijawahi kushikwa. Kwa hiyo wanakujaga hapa wanachimba mafuta, faida inayopatikana wanagawia wananchi wa Alaska. Si hela kusema eti ni nyingi, lakini inawa sustain. It's enough to keep them there. It's enough to make them live day by day. Yes. Yes. Yeah, lakini pia na government inawa support sana. Yaani kuna mambo mengi tu wanapata hizi stab za kula. Nini hao si ndio wenye nchi yao. Kwa hiyo yani wanarahisishiwa mambo mengi sana. Yani mambo yao mengi yanaenda vizuri. I've noticed. Yeah. Okay. So tell me how do you okay, kitu kingine si katisha. Nilikuwa nataka kujibu hilo swali liloniuliza lingine lile. Okay, tulisema una income yao wanapata wapi, tulisema una tofauti ya kufundisha watoto hapo na watoto wa Tanzania au international school, and what else nilikuwa nimekuuliza. Basi tuendelee tu. Yeah, so anyways, nilikuwa nataka kujua diversity. The diversity. Hapa watu wengi ni nanili. Hapa watu wengi ni Red Indies, ambao ndo wale sasa wenyewe wa Marekani wenyewe ambao tulikuwa tunaambiwa kwenye history wa Marekani wenyewe. Native Americans, indigenous Americans ndo wako hapa, na population ya hapa kijijini kuna sio specifically hapa nilipo mimi, ila kwenye district yetu tunayo watu weusi, ila sio wa Afrika. Okay. Wako watu weusi lakini sio wa Afrika, ni Black Americans. Mwafrika ni mimi peke yangu kwenye district yangu. Must be fun. Hey, niko dogo ameamka anasumbua bana. You always want to get on it. Hello. Say hello. How are you? Mweusi wa Afrika ni wewe tu, but kuna weusi wengine pia. Kuna Black Americans wapo, ila Mwafrika kwa hapa kwenye hii district ni mimi peke yangu. Kwa Alaska na Mwafrika mwenzangu, kuna Waafrika wengine, kuna Wakenya wanajeshi wako hapa. Kuna Mtanzania mwenzangu mmoja ni lecturer University of Anchorage, huyo ndo my brother. Wow. Yaani nikisikia tu kero yote nampigia kaka Amana. Sasa barafu hayaishi. Barafu hayaishi. Kwa hiyo ndo hivyo. What's the culture like? Kuna sehemu za baridi najua watu mnapenda pombe. Wanapenda kuvuta kila aina ya kitu kinachovutwa. Wanapenda also another thing I heard watu wanaokaa sehemu za baridi they're very sexually active. What is it like hapo kwako? Mimi kuhusu mambo ya sexually active I don't know. I don't know. Lakini kunayo watoto wengi huku, kwa hiyo maybe they are active. Ila kuhusu culture, pombe hapa kijiji ambacho mimi nipo, hii county tu yote kuanzia huko Bethel is a dry county. Wewe unaelewa nikisema dry county, hakuna pombe. That sucks. You know why? Kwa sababu huwezi kuniweka sehemu ambayo iko very isolated. Then it's a dry county? Dry county ambao hajui dry county ni kuna sehemu Marekani kuna county ni kama district fulani hivi, ukiingia hamna liquor stores, hamna pubs, hamna nothing, hauzi pombe. So kama unataka pombe inabidi udrive uende nje kununua liquor store kwenye county ambayo inaruhusu pombe, then ndio uje nao nyumbani. But that sucks. Sababu bro, like kama mko wiki yenu hapo, where do you get alcohol? It's cold. You need whiskey at least. Alafu kwa mimi kama mwalimu natakiwa sasa ndo niwe mfano bora. Wako ambao watu wana sneak in alcohol, lakini mimi hata mkataba wangu umeandikwa in red bolded pen, no alcohol. Kwa hiyo mimi nimeabstain all the time, niko hapa sigusa alcohol, lakini nikifunga nikiwa likizo napiga kawaini kangu na nini. Ila nafahamu nina wanafunzi ambao wanapitia zile syndrome ambazo zinasababishwa na wazazi wao kunywa pombe wakiwa wajawazito. Hiyo tells me that people do drink.
And It's just me. sehemu ambazo ukirestrict kitu, you make it like watu they want to do it more because it's restricted. Yeah. Na ni kweli. You are very right, Andrew, because here they really abuse alcohol. Damn. No alcohol. Yeah. So now no alcohol, but kuhusu kuvuta sasa. Kuvuta watu wengi wanapenda nicotine. Wanapenda ile urge ambayo inaletwa na nicotine. Lakini sasa nje kuna baridi sana. Kwa hiyo kutoka nje kutoa vidole kwenye globes kwa ajili ya kusmoke is not friendly. Unaweza ukapoteza vidole vyako. Kwa hiyo wanachokifanya wengi wao hapa kwenye swala ya mambo hayo ya recreational wanatumia ugoro. Wanaweka ugoro. You're talking about what they call wanaitaje? Wanaita chewing nini nimesahau, but I know what you're talking about. Hivi ule ni ugoro, it's literally ugoro. Ugoro wanaweka huko. Yeah. Nyonya. Hiyo ndio kitu wanatumia. Lakini mbali na hivyo, living in a small native taught me to value taught me the value of community. Nyumbani kule tunapendana na sisi tuna ujamii mkubwa. Lakini ujamii wetu ukiamua kuisha, mtu mwingine hawezi kudhurika kwa namna yoyote. Ila hapa tusiposhikamana, tusipopendana, mtu anaweza kufariki kwa sababu hali ya hewa ikiwa haya, mtu anaweza akafa. Alafu kitu kingine, sehemu ambazo zinapata extreme winter ni sehemu ambazo kipindi cha summer tunafanya kazi ya kusave chakula. Kwa sababu ni ngumu kutafuta chakula kipindi cha winter kwa wawindaji na wavuvi. Kwa hiyo kipindi cha summer vijana wanafanya kazi kwa bidii, wanawasaidia wazee, wamama wajawazito, wababa wazee sana, wanapewa chakula na community because they can't go out there and hunt. So pia mimi huwa naletewa wakati mwingine wanafunzi wangu kipindi cha sana ndio wanakuwa busy sana kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo wakikamata mnyama mkubwa kama musk ox wanakata kipande kadhaa na kiasi fulani wanaletea, ama moose wanakata wanaletea. So ile imenifunza sana ku respect the value of community, to respect what people do outside the classroom. When my students say, "Miss, tomorrow I'm not coming, I'm going fishing," I respect it. Wow. Na wakati nyuma nilikuwa no, you gotta come to class, yeah. But now, no, because I know if this guy goes there and get fish, I go fish. Yeah, but is that fun? Do you also understand unaishi? It's almost like unaishi in a different time with the rest of the world. Yeah. I'm thinking that can be fun because you're getting everything. Everything is fresh. There's no, I assume, hakuna fast foods and stuff like that. Hakuna fast food. Na hiyo culture tu ya kwamba they're still depending on land. But they're not enclosed. They know what's going on to the rest of the world, right? They know. Kwa sababu, okay, I am asking because kuna communities huku Marekani wanaitwa Amish. You know the Amish people? Hapana, but Amish people wako sana sana Wisconsin, Indiana, and some parts of Ohio. They don't believe in electricity, and they don't live in a grid. Yani hawaishi kwenye system ambao watu wengine wanaishi. So bado wanaishi kwenye vile vihats, bado wanaendesha farasi, wanavuta vile vigari vile vinavutwa na farasi, bado they live through the land. Everything they do. They still live a primitive life. Primitive life. Na waambii chochote. They're not changing nothing. Ni kama Wamasai wa Marekani. Hapana. Wana vitu vyao ambavyo viko tofauti. Nimevinotice. Kwa mfano kama sisi hatuna sana mambo ya kuadapt watoto. Ila hapa wanafanya sana adaptation na yani saa nyingine for no good reason. Yani ukuta mtoto alikuwa anaumwa na nisumbua, afu ndugu yangu fana alikuwa analalamika ana mtoto na mimi nilikuwa mjamzito, nilikuwa tu nimpe. Wow. And anampa for good. Yani yule mtoto anabadilisha name, everything and he or she will never call their biological mother mom or dad. How do they marry each other? Kwa sababu kama walivyosema ni community ya watu wachache and everyone knows everyone. Relationships zinafanyaje kazi hapo?
shida leni kwa sababu tunapata wenye syndromes kama zile za watoto wa Kihindi na Kiarabu, huku pia zinatokea sana kwa sababu wanarimari bloodline. For people ambao kwa watu ambao wajui, ukitengeneza mtoto na mtu ambayo jini zenu zio karibu na ndugu yako ama na kazini wako ama na mtu wa damu moja, usually mtoto wenu 80% of the time anaweza kuwa na Down syndrome. Anaweza kuwa Taira. Yeah. So anaweza asiwe Taira pase, lakini nina mwanafunzi ambaye anatoka tu maji masikioni. No matter what we do, maji anatoka tu masikioni. Au anatoka tu mafua, au anapata shida ya nerves. Anapokuwa nerves zake zinapoteza nguvu. Kwa badala ya kunyanyua miguu na kutembea anaburuza. As the days goes by anahamia kwenye ile wheelchair. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinaletwa na hiyo ya kuzaa kwa ndugu. But let's be positive here and let's talk about the positive things. Oh man. Even though I am far from home, nimesikia kupokelewa vizuri hapa Alaska. I feel like I am one among them. Ni kama tunavyosema nyumbani mgeni njoo mwenyeji apone. Hapa mimi ninawapa yale ya kwangu na wao wananipa ya kwao. Kwa hiyo nadhani tunategemeana and it's very good and I respect their culture. I am slowly learning whatever I need to learn. Like when I first came here, I was speaking like a normal teacher in Tanzania speaks with a very strong voice, you know. Lakini hapa watoto wangu mimi ni less vocal, hawapendi kuongeleshwa kwa sauti ya juu. So I am also learning to be calm, to be mtaratibu kwenye kuzungumza, to use a small voice. I am learning every day. I am respectful. And my heart is full of joy, really. You look happy now compared to the first time I talked to you. First time tunaongea, you were very stressed. Sikumbuki ipona. I don't know what was going on, but that was definitely you. But you had so much going on, and it was like, damn, when am I moving out of here? Nikwambia kitu. Change is difficult. Sasa kipindi kindo nilikuwa na face ile change yenyewe. Niko mbali na familia yangu, niko mbali na marafiki zangu. My whole lifestyle has changed. Mimi sio introvert. Mimi ni mtu ambaye anatoka, ni extrovert. I love people, napenda kujichanganya na watu. Huko nyuma nilipokuwa nafanya kazi, nikitoka kazini nitapita mahali. Sio hizo za kinyumbani, utapita mahali, utakutana na watu, utapiga story, utakunywa bia mbili, rudi nyumbani. Ile kipindi I called you, I was so stressed sababu hapa ni routine. It's the same routine. You wake up to do exactly the same things you did yesterday. Kwa kufanya mara kwa mara unafika mahali unachoka. Ndio ile kipindi nilikupigia nilikuwa I was so done. But baada ya kuishi muda mrefu nimetafuta namna ambavyo ninaweza nikatoa emotions zangu bila kuwaumiza wengine. Unajua nikwambie Andrew, nikikupigia simu mimi nikiwa sad, for some reasons I will leave you sad as well. Like that's atafanyaje, atatukaje kule. So after a while I've learned how to deal with my emotions. Alaska is mostly quiet, and this stillness imenipa time ya listen to Pendo. Listen to who I am, learn what I did wrong in life and think of how I can change it. So ule muda ambao nilikuwa naupata wa kucomplain, now ninaupata kuweza kuthink about me. Who am I? What do I want? Where do I see myself after like this season of my life? Because I am here not for a long time. I will not be here for a long time. So this is a season ambayo itapass, and I want it to pass in a positive way. So right now I'm okay. You can tell. I can tell. I'm actually happy for you. Niliona some pictures of you. Niambia Pendo, what are you doing? Looks like una lose weight, squeezy. You look happy. So that's good. That's good. So nimefurahi nimepata hiyo nafasi ya kujua who I am, what I want, and it's very good. Did you get a chance to travel kipindi kile kuja huku mainland Marekani? Nimesha kuja Marekani mara nyingi mainland. Nimekuja summer time, nilikuwa Washington.
Lakini unajua pia Washington is very close to Alaska. DC ama Washington State? Washington State. Okay. Yeah, Christmas time pia nilikuwa hapo Washington State. Okay. And natazamia kuhamia hapo for good after this school year. Yeah. Wow. Yeah. Ushuke chini sasa utembelee na the rest of America. You know, the Washington, Oregon, California. Huko juu is like it's also like a different country, and then ukishuka huko chini south is also I am waiting for my travel partner to be here. I'm waiting for my son to join me. As soon as my son is with me, I will start going to other places because I don't want to go there alone and then go there back to show him. I see. Nilikuwa nasema nimejilimit sana, tunata ndugu Texas, tuna ndugu maeneo mengi, lakini kaona let me wait until he's here so we can travel together. He also needs to see the world. Yeah. Nice. So, okay. Let me get you back to one thing. How do you deal with the weather? So I think most of my audience, tunavongelea Alaska na weather ya Alaska, it's hard to grasp it, how intense baridi Alaska ilivyo. So what's the regular day kwenye winter kwako? That you wake up in the morning, it's freezing, it's below 0 degrees most of the time. Now kuna snow everywhere. So what is your day like? And still you have to go to school. Yeah. Sisi, okay. I'll tell you my routine to make it easier. Okay. I wake up in the morning, I get ready. Sisi hapa kazini tunaishi kwenye nyumba za shule. Hizi ni nyumba za shule. Okay. Kazini ni hapo. Yani it's a walking distance. It's 5 minutes to work. Kwa nachokifanya asubuhi najiandaa, lakini sivai hivi kwenda kazini. Kuna nguo zingine tunaweka juu kwa ajili ya winter, kujikinga na baridi. So I bundle up a lot, then I walk to work. Natembea kwenda kazini. Nikienda kazini nafundisha. Once I'm there, hata sikumbuki kwamba niko kwenye winter wonderland because I'm busy with my students. Yeah. Once I'm at work, I don't think about Alaska at all like that. I am there as a teacher. I'm teaching my kids. I'm happy. We are playing. We are having fun. I think about Alaska again when I walk back home. Naiona ile saluji vizuri. Naipiga mateke nasema Mungu. This has to pass. And that's every day for the most of the year. That's every day. Tena kuna siku zingine ni mbaya zaidi kwa sababu kama mvua imenyesha ama kulitokea joto lolote la kawaida hivi likayeyusha some part ya barafu. Manake the next day ile barafu ni kioo. Badala ya kutembea wakati mwingine waga nakaa chini naambia mwanafunzi wangu nisukume nateleza shui. Damn. That's crazy. So it's hard, okay? It's very hard kwa sababu ya hali ya hewa. Ila I would like to say something to whoever is listening. If you're watching from East Africa or anywhere in the world, if you have plans or dreams to go abroad, nenda na macho yakiwa wazi. Go with an open eyes. Go with an open heart. Okay? And you will find out even the coldest places will be warm if you have a purpose. Your purpose will keep you warm. Mimi huwa natoka nje kuna baridi -45. But I remind myself, I want to give my son American dream. I want to give my son American dream. Pendo, you want to buy the things you couldn't buy before. Pendo, remember what they're paying you. Pendo, remember what you're here for. You want to build a house, right? Those purpose, I say napataga joto moja. I feel you. Natembea majestically kwenda kazini. So if you have a purpose, you can do anything. You will find that even in the coldest places, your purpose will keep you warm. Kama kunaenda sehemu ambayo ni kavu ni jangwa, your purpose will keep you cold. If you're going to a place that does not have food or anything, your purpose will make you full because you need it. You need to success. You need it so bad that you don't feel the cold. That's how I live here. So tell me something, because challenge ya watu wengi huwa ni, I feel like ukienda outside of Tanzania, you go with a purpose. And then once you get outside of Tanzania, you forget why you're outside of Tanzania anyways. So most people, does it come with the age? Maybe since we're a little bit older,
we have purpose. Like I have a kid now, so I'm not saying a kid should be your only purpose, but I have things that it's not only me, I'm doing it for other. I have something to look forward to. But most young people wanaokuja Marekani, Ulaya, sehemu yote, seems like wakifika nje, you see them kwenye social media, wakishafika nje, the things they're saying or doing ni kama vile wamesahau why they're there. What do you think that is? Is it the age? Some people are depressed. Wako so depressed. Some people wako addicted na drugs. You think unawaza, why is this person going through this? Wakati angefanya vitu akiwa kwao, yuko 1,000 million miles away, but ni kama they don't know what they're doing. Priorities. The more we grow, the more we realize what is a priority and what is not. Mimi zamani kama nilivyokuambia nilikuwa a very outgoing person. Yaani wanaonijua mimi wanajua kabisa kwamba Pendo Mongi. Walikuwaga wananiita Pimo, enzi zangu hadi jina nilibadilisha. So, nachotaka kusema ni kwamba hicho ni kipindi cha mpito na natamani sana kila mtu akiishi. Tuna teenage age ambayo ile watu wanakuwa na zile emotions, kila kitu kinawaboa within short period of time, unakuwa na hasira, unagombana na wazazi wako and what not. Alafu inakuja 20s. Now you are no longer in your parents' house. Hauna responsibilities zozote, labda tu unasoma tu chuo, unakamkopo kako. You can do whatever you want to do. Yeah. And we do it so recklessly. Mimi niko hapa hai ni Bwana Yesu tu kwa kweli. Mambo ambayo tulikuwa tunafanya katika our age of 20s, you just go to a party, you drink, you open your eyes, you're in Nairobi. How did you drive to Nairobi? You don't know. Kwa hiyo nataka kusema it's good. I have lost so many friends hicho kipindi cha 20s because we were reckless. Na kile kipindi ambacho nimezika marafiki zangu sana every year. Nikaanza ku notice hii pattern aiendani na vile ambavyo inafaa. This is not the right way to live. It's something that it's good to do it so you can grow from it. If you make it out of it, if you make it out of it alive, you learn from it. But if you can abstain that, please do it. Kuna mambo mengi kwa tunayafanya at that age. I know. Right now, I don't do those things, not because I don't want them to do them. First, nimeanza kuchoka. Nikitoka kwenda nje ikifika saa 4 niko tired. I just want to go home and sleep. Alafu unajua Andrew, ngoja nikwambie kitu. Unajua tunavyozeeka, you don't even know unazeeka. Kuna mchezo mmoja nilikuwa napenda kucheza wa kuruka. Napanga makushen hivi yanakuwa marefu afu na yarukia. Panda pale juu. I used to like that a lot. Sasa you don't do it anymore. Wewe bwana, yakaletwa makushen hapa shuleni kama yale. Nikayapanga vile nilikuwa nayapangaga. Nikakimbia nikayarukia. I see, ndodoka vibaya. Nikasema nimeshindwa kuruka hapa. When did this happen? So uzee una creep in without even you knowing. Kwamba unazeeka, Yes, and like I said, priorities. Mimi mahali ambako nilikuwa sana, I feel kabisa kwamba pale nilikuwa ni kuanzia ujauzito mpaka nilipojifungua mtoto wangu. Na mimi nilibeba mimba kipindi nilikuwa na miaka 28, 29 pale, 28 mwishoni 29 nikajifungua. Kwa hiyo in fact kama ningekuwa sijazaa, hiyo ni age ambapo mwanamke anabadilika sana. 29 to 30 hapo 31. So ukiweka na kuwa na mtoto pia yani nilibadilika kabisa kwa sababu nakumbuka kazi yangu ilivyoisha Iringa nirudi Arusha. Umesoma Arusha sehemu gani? Nilikuwa sijakusikia. Umesoma Arusha sehemu gani? Arusha ni nyumbani. Arusha nimesoma. Yani mimi mkataba wangu ulivyoisha Iringa nirudi Arusha. Sasa Arusha mimi ndo nina marafiki. Mkataba kumbuka tayari hapa nina mtoto sasa nimeshakuwa above 29, nina mtoto niko kwenye my early. Sasa Arusha nina marafiki wengi kwa sababu mimi nimesoma Arusha. Kwa hiyo nikaanza sasa nataka tena kurudi ile lifestyle because now I'm in Arusha and I'm not working.
I'm free, so nakutana tena na wale marafiki zangu ambao nimekuwa nao, wale waliobakia, maana wengi tulizika. Sasa nikienda mahali nikikaa nao, of course na enjoy, lakini nikiangalia around me, no one my age is there. Yeah. No one my age is there. Ile ikaanza kunionyesha kwamba I no longer belong here. Yeah. It didn't feel right. It didn't feel right, yeah. It didn't feel right. The girls are coming, wanatoka vioni, sasa wale ambao sasa ndo wanafanya vile vitu nilivyokuwa nafanya mimi back in those days. Yeah. Life, you need to make a life for yourself. Now you can't just drive your car when you're drunk because you cannot risk your life. There is someone who depends on you. Yeah. And that's changed the whole perspective of my life. Hapo nyuma kidogo nilikuwa nikienda mahali nikaambiwa labda ndege hairuki kuna hali ya hewa mbaya, naweza nikawa na moody. But right now ukiniambia ndege hairuki hali ya hewa mbaya, I am thankful. Thankful, yeah. Thank you. Umejali kwamba natakiwa nifike hapo salama because I have people who need me. Yes, I need to be alive. Mtoto wangu aweze kuvaa vizuri, aweze kutibiwa, aweze kupata elimu bora. So I value my life a lot because of him. I make decisions kwa sababu ya mtoto wangu. Na kitu kingine ambacho nimejifunza sana ni kwamba kama mama, at this age, nimegundua I make very hard decisions. Na nazipitisha hizo decision ngumu kwa mapenzi. Ushakutana kitu kama hiko? You are making hard decisions. You are living the hardest decisions you made with love. Yeah. That is growth. Kwamba I'm here, it's very painful to be here. It's different in so many ways. Kuna challenges nyingi sana ambazo ziko unique kulinganisha na sehemu nyingine yote duniani. But I'm still here. I love my son. I made this hard decision because I love him and I want him to have a good life. I want us to have a good life. So I will stay here with hii glowiness ya uso wangu kwa sababu this is the right decision. Even if it's hard, it's right. So sometimes unachukua choice ngumu and sometimes muda mwingine ujali hata hizo choices za kuaffect vipi wewe, but you have to go through them kwa sababu ya priorities zako. Kuna wakati waga naumia nasema mimi nilikuwa nataka sana mtoto sikumpata kwa bahati mbaya kama wanawake wengi. Niliingia sini mimi nilimtafuta. Kwa hiyo kitu cha kwamba si spend time na mtoto wangu, na nilitaka kuwa na mtoto ili niweze kuspend time na yeye, niweze kumpa kile ambacho ninaamini ni kizuri ninacho ndani yangu. I just want to mold this person to be the person I want. Kitendo kwamba siko na yeye, kwa mimi nilikuwa naona na fail as a mother. Lakini nilikuwa najikumbusha kwamba no, you are not failing. You are working because you love him. You are here, you are enduring all of this because you love him. Andrew, mimi ni binti mdogo bado bwana, hata kama niko 32. Trust me, ningekuwa sina mtoto saizi ningekuwa niko. Uko let me ask you. Na upo single, si ndio? Yes. Nitaweka Instagram yako somewhere here. Wanaume ambao mko serious na maisha, mwanamke ambaye uko serious na maisha huyo hapa, so please. Yes, kwa hiyo kaka ni hivyo, yani. So since we're both parents, tell me something. Kuna muda you make decisions ambazo watu wengine wanakuwa hawazielewi kwa nini umezifanya, right? Ama watu unaweza, you can make a decision ama choice. You can make a choice ambayo ukiwaambia hata ndugu zako wanakuambia, wewe kwa nini unafanya hivyo? Inatakiwa ufanye hivi. But it's literally only you can understand kwa nini umefanya ulichofanya for the benefit of your family. And that to me that's the hardest part. Kwa sababu saizi niwe na mtoto, kuna decisions nafanya ambayo inabidi umshirikishe mama yako, bibi ya mtoto, ama umshirikishe nani. And then kunakuwa na sio kutokuelewana, but kunakuwa na why are you doing that? But because you're a parent,
you have your own vision kuhusu familia yako. So how do you deal with familia ya nyumbani na your own choices and decisions kuhusu familia yako wewe mwenyewe? Naongea sana na mama yangu, na mama yangu ndio yuko na mtoto wangu, na namshukuru Mungu mama yangu bado ana afya njema na her mind is right. You know, when they age they start behaving different, but I thank God she's still right. Kwa hiyo tunaweza tukaongea na tukapanga mambo pamoja. She has been a very good supporting system kwangu, lakini I have a good friend, my best friend. She's also there at home. Anamwangalia mama yangu, anamwangalia mtoto wangu. Yeye ni mfanyabiashara, hata akisafiri anaenda anajaribu kumwonyesha mtoto wangu kwamba, you know, your mom is away but I'm here, I can provide to you and stuff. Inanisaidia. With my son now, he will be 3 years June. Kwa hiyo nimejaribu kutafuta namna ambazo ningeweza kuwasiliana naye. Mimi ni mwalimu, kwa hiyo I am very creative when it comes to dealing with kids. So nilichokuwa nakifanya ile mwaka mwingine, maki ni mwaka wangu wa pili wa masomo hapa Marekani. Ule mwaka wa kwanza ambao nikupigia simu nikiwa very stressed, nilichokuwa nakifanya nilinunua magari mawili ambayo yanawaka taa. So nampigia video call na I'm showing him, you see the car, na washa na ananiambia, "Washa mami, washa zima." Nice. Nitamwambia na mwanga wa rangi ya gari wa taa zile, kuna gari moja nilikuwa nayo inatoa mwanga wa kama gari ya polisi. Kwa naambia this is blue, this is red. That is what we were doing, and I took the cars back home. Kipindi hicho alikuwa anaipo into cars so much. Kwa hiyo nikapeleka na yale magari na nikamnunulia na gari nyingine. So that's how nimeishi mwaka mzima ule. Ni magari tu. Sasa hivi huu mwaka namshukuru sana Mungu, updates nyingi za WhatsApp zimefanyika na sasa ninaweza kushare my screen with my son over WhatsApp. What I do, I share my screen with him, and then he's now into planes. He loves planes. So I will share my screen with him. Nitaenda TikTok, nitasema a plane for kids, ambazo sio ajali or anything bad or whatsoever. So we will look at the planes and then we'll talk about it. Angalia, this is the door. Now you have to climb the stairs to get to the door. It is that high. It is this. This is the cockpit. This is the pilot. This is that. And it helps me a lot. Naambia mami, hebu nione, hapo ni wapi? Naambia hapa ni airport. Ni lazima tupite hapa ndo tuingie. Airport. Okay. Huyo ni nani? Hebu rudisha. Huyo ni nani? Naambia huyo ni pilot. Well, that's how I talk to my son. So unaweza kusema piga na story. Katika hiyo sasa akiwa yuko comfortable na mimi kwenye hizo video naweza nikamchomekea, si ninakuwa naiona sura yake hapa, namuona ameconcentrate anaangalia, namwambia what color is that? Utaona nafikiri anasema red or blue. Or what number is that? 1 or 2. So that's how I teach my son. That's how we communicate. Oh, na umesema na miaka 3 right now. Yes, atakuwa na miaka 3 June. So anahamia hapa akiwa na miaka 3. Wow. What is your opinion? Actually, you're a very good person kuuliza hili swali. Yeah, you ready? So this personal for me. I find it very difficult kumsomesha mtoto wangu kwenye education system ya Marekani. The lower education system. Siongelei chuo kwenda juu. Naongelea nursery mpaka maybe right before high school. I see how the kids here behave. I see how the system here is. I see the type of teachers ambao wanafundisha kwenye hizi shule. There's this whole ideology, the things they believe in. Vitu wanavyoambia wanafunzi mashuleni. Like the whole issue ya gender. Because you're supposed to be open-minded, you know? Quote unquote, open-minded. Shuleni, I have experience kuna mtoto kwa nakaa naye, like, atarudi nyumbani one day, akatambia, did you know? Alikuwa nita uncle. I said, uncle, did you know the gender reveal parties are not supposed to, like, you're not supposed to do gender reveal because you don't know what the kid is going to be when they grow up. These are the things the teachers told them in class. They're telling them, you see all these gender parties or whatever, that's so wrong because the parents don't know what the kid is going to be, because the kid is going to grow up and choose to be a man or a woman or a trans or whatever. So that messes up with my brain about,
lower level of education in America, the whole system. So what's your opinion? Sio kwamba every school iko hivyo, but I get very uncomfortable kufikiria mtoto wangu atasoma kwenye hii system na most of the time yuko shuleni na niko naye muda mfupi, you know, like what's better, kumsomesha hapa ama kuspend a lot of money kumsomesha Tanzania International School and research in culture? What? Just your opinion. Just tell me your opinion. I get your naondo utu uzima. Sasa unaona hizo vitu the way your brain speaks to you. Yeah. Uwezo kupata nafasi kwenda ukaba. Yeah, answers to all of those questions. So hiki ni kitu ambacho mimi nataka kukuambia. First of all, it takes a village to raise a kid. It's not only the schools or you. It's the whole village. Wakati mwingine hata sio mwalimu ameongea shuleni. Wakati mwingine amekisikia dukani hicho kitu. Ameona kwenye matangazo wanaume kwa wanaume wameoana. Ameona wapi ameona wapi. So it is everywhere. Hiyo ya mashoga iko ndio mashuleni lakini pia iko kila mahali. Namshukuru rais wetu anajitahidi kuiutilize hiyo. Hopefully itakaa vizuri. About the education. Mimi ni mwalimu, and as much as I want to like the American system, I don't. Elimu yao ni mbaya. Elimu yao ni mbaya. Sio mbaya as in, yani hatufundishi watoto, tunafundisha lakini what they are learning is so shallow, alafu haiwaambii ukweli kuhusu dunia. Vitabu ambavyo tunavyo shuleni vinaionyesha Afrika watu wanalala chini, wanalala na wanyama, inaionyesha Afrika kwamba ni sehemu very primitive. Yaani hao watoto wangu hapa kijijini wananionea mimi huruma kwamba ndo nimetoka sehemu mbaya. Shafahamu? Kwa hiyo kuna shida hapo kwenye hiyo elimu. Plus, vitabu vyao vya hesabu ni word problem from first page to the last page. So shida ya word problem ni nini? First, watoto wetu wa Marekani wengi hawajui kusoma. Sio tu Alaska, hiyo ni shida ya Marekani kote. Tunapoattend vikao vya walimu Marekani, tunaattend walimu wa Marekani wote, walimu wa Texas, wapi. Walimu wa Alaska wako tofauti na walimu wa sehemu nyingine. Walimu ni walimu. Kwa hiyo tunapokuwa na vile vikao vyetu, the talk is one. Kids can't read. Somebody is calling me. Kids can't read. So kama mtoto hawezi kusoma, maana yake hawezi kufanya kile kitabu cha hesabu, kwa sababu kile kitabu cha hesabu ni word problem based. Now, this child might be smart with numbers, but because their books does not practice ama niseme nini, yani haipimi zaidi mathematical skills. Ina bend zaidi kwenye reading skills. Reading, most of the questions are multiple choice. Hadi kwenye hesabu, everything is multiple choice. Yeah, so if you don't know how to read, but you know numbers, you will still fail math. Yeah. That's how shallow it is. But I want you to find comfort and peace in knowing that charity begins at home. Not in school, not in church. Now that you have this information, how can you help your child? Kwa sababu mimi naamini hata elimu iwe nzuri vipi Tanzania, as long as mimi siko pale kumnecha yule mtoto kukua, ile elimu haiwezi kumsaidia chochote, wala yule mtoto hatakuwa yule ambaye mimi na envision, mimi namtaka kwenye akili yangu. So I will advise you, kana mtoto wako, but make time to help your child learn at home. Vitu kama hivyo sasa, awe yeye nyumbani ana practice zaidi numbers ili ajue hesabu, kwa sababu shuleni they don't. Unaangalia vitabu vyao vya shule unaona wapi kuna shida. Hajui tenses. Kaa nyumbani fundisha mtoto wako tense, because they don't get that in school. We need to know that elimu ya mtoto sio jukumu la mwalimu. Ni jukumu letu sisi sote, mwalimu na mzazi. Ukimwachia tu mwalimu, tena hawa walimu wa Marekani walivyo na stress, mtoto wako atarudi nyumbani bure. Hata rudi na chochote. Kwenye darasa moja tunadili na watoto ambao wanahitaji kuwa na mwalimu mwingine, because they need special care. Huyu mtoto kabisa you can tell ni mtoto ambaye anahitaji special education needs. Lakini niko naye ndani ya darasa moja. So kudili hao kuhandle hiyo vurugu yote in one classroom in public schools. Ni ngumu kuniambia mimi kwamba mtoto wako ataondoka pale amepata 100% of what I'm teaching. Kwa sababu ile mtoto anaweza kamwa tu kushout, akaanza kurusha madesk,
akarusha madesk, akafanya nini? Tayari mtoto wako ameshatoka kwenye reli ya kusoma hata kama alikuwa ametulia. Yes. Charity begins at home. Be close to the teachers. Ask them what they do in school. Ask them kwa sababu sasa hivi tunatumia dunia technology, tunatumia zaidi technology kufundisha. Our classroom are technological. Excuse my English. Madarasa yetu yanatumia zaidi teknolojia kufundisha. Kwa hiyo kwa hiyo unaweza kumuuliza mwalimu, app gani mnatumia kwa ajili ya hesabu? App gani mnatumia kwa ajili ya Kiingereza? Hata ukalipia wewe nyumbani ukamwekea kwenye iPad yake, kila siku anapata 1 hour, anafanya hesabu 1 hour, English, and then you get to do other things out of screen na mtoto wako. Charity begins at home. Mtu asikudanganye ukapeleka mtoto wako Afrika. Take care of your child. Mfunze nyumbani. Yeah. Gotcha. Damn. But it's so hard here, right? Kwa mtoto US, then kumsomesha, then to be there for them, then to be there for you, and then to provide, meaning to work still. Gosh, it's so hard. Like it's wewe una advantage uko na mke, mnaweza mkapeana zamu. Mimi ni single mom. Na kuna mama wengine wako single wengi na kuna baba wengine wako single wengi. You can do it. It's a doable thing. You are even privileged that you have a partner. Yeah. You can do it. And what about your kid? What about your kid knowing your culture? Because look, still in Tanzania. I don't know about you, but with me, nataka mtoto wangu ajue culture yangu, ajue natokea wapi. Nataka mtoto wangu ongee Kiswahili. Nataka ongee Kiswahili cha Arusha kabisa. I won't have a problem mtoto wangu naambia I say baba sasa inakuwa nini. I will be happy because mtoto wangu kujua culture yangu versus mtoto wangu kuwa 100% American. It's not an issue mtoto kuwa 100% American. It just doesn't sit right with me 15 years from now kumpeleka mtoto wangu Arusha, then he's weird because he cannot move around. He cannot relate to anything from where I'm coming from. So what do you do ili mtoto wako kama you believe in kama unataka, kama you're interested in mtoto wako kujua culture yako, what do you do? Culture is a way of life. Mimi hapa ninapoishi naishi nyumba za walimu na ninaishi na walimu wenzangu wengine wawili. Kwa vile tu tunapoishi hapa nyumbani, you can tell huyu si Marekani. Okay. I shower. I change my clothes every day. Wait, watu hapo kwani ndio shower every day? Kwani wewe hujui? I cook real food. I don't fix dinner or fix lunch. I cook real food. Yeah. I talk to my mom with respect. Yeah. I listen to her when she speaks. Nielewe anasema nini, sio niweze kubishana na yeye. Ngine kuna vitu navitumia. Kama labda nakunywaga ama nafanyeje. Sitofanya hilo kitu kazini kwangu wala sitofanya in the eyes of people I respect. Okay? What I know is culture is a way of life. And if I'm living with my child will see my culture through me. And language is not the only culture we know. Language is not it. Yaani ukiangalia hapa, watu kwanzia vyakula. Namna wanavyozungumza. Namna wanavyohandle wanaume wao. Mimi nikiwafano ikatokea nimepata mahusiano na nikawa niko na mwanangu tukaishi pamoja kwenye one house na huyo mwanaume kama mume wangu. Of course mtoto wangu ataona namna ambavyo Waafrika wanakaa na wanaume wao. Way different ambavyo wazungu wanakaa na waume zao. Kwa hiyo mimi naamini kabisa mwanangu ataiona culture yangu mimi kupitia mimi. Hahitaji kukaa Afrika kujifunza culture yetu. But your kid already speaking, right? They're already talking. Yes, he is speaking. I only have one child. Okay. So, and he's speaking Swahili, like fluent Swahili. Anaongea Kiswahili kile cha kichaga kabisa. Mama. See. Lakini I know that I am okay with it. After few years, not even many years, maybe one, mtoto atasahau kile Kiswahili kwa sababu watoto wanazungumza ile lugha ambayo wanazungumza na watoto wenzao. He won't forget though, kwa sababu akiwa nyumbani na wewe and speaking Swahili to him and then akienda shuleni and the rest of the friends are speaking in English,
I mean, it's better for them to be bilingual or speak 3 languages, right? I would try. Lakini, yeah. It's very good for a child or anyone to be multilingual. But for what I've realized, me dealing with kids, watoto huwa wanazungumza ile lugha wanazungumza na watoto wenzao. Kwa sababu hata kama mimi ni mwalimu, bado nitaspendi masaa machache tu na mwanangu jioni tukitoka shule. Nitajitahidi kuongea naye Kiswahili. Lakini tutaongea Kiswahili labda tumerudi nyumbani saa 11. I have to cook, I have to call my mom. Pengine na mahusiano nitakiwa naongea na wewe mwanaume. Tumuombe Mungu wewe mwanaume anaongea Kiswahili. Anaweza kawa anaongea Kiingereza. Tukishamaliza hizo ekaeka nikae na mtoto. Taongea naye masaa mangapi hicho Kiswahili? Na yeye kakaa shuleni masaa 10 akizungumza Kiingereza ama Kirusi kinachozungumzwa hapa Alaska. Okay. You can't stop this child from speaking the other language, but I will try. I will try to make him, kwa sababu natamani sana aendelee kuwa na relationship na bibi yake, wana a very good bond. Sasa sitaki apoteze hiyo. Ila najua tu kama tutakaa Alaska atazungumza Kiyupik, atazungumza Kiingereza. Tukitoka hapa tukaenda Korea, atazungumza Kikorea. Yaani najua tu mtoto wangu lugha itakuwa shida. Yeah. Kwa sababu mama yake na mimi ndio hivyo niko. Yeah. Damn, Pedro, there's so many things to talk to you about. So can we do this again another hour? Because there's so many things I can ask you, because the way you're speaking, you sound like almost like a therapist. Like there's so many things you know. Yeah, we can talk about relationships. I can ask you questions about relationships. We can talk about culture. We can talk about kids. So, we're gonna end this, but I want you to. I'm gonna repeat for the viewers what you said about sehemu uliopo. It's about always remember your priorities and always remember kwa nini uko hapo. It doesn't matter. For instance, we're in Alaska, so I'm thinking, to me, itakuwa so hard, like, to live in Alaska. But if you always remember uko wapi na why you are there, it doesn't matter uko wapi. It can always be easy as long as unajua uko pale kufanya nini. Right? You need a force to keep you running. When unajua ngoja nikwambie, wewe unafanya mazoezi uko vizuri. Mimi sifanyagi sana mazoezi, pumzi yangu si nzuri. Ikatokea hapa tunatakiwa tukimbie, labda ni simba anatufukuza. Adrenaline will make me run, and I might even run faster than you. Right. So you need to have something that makes you run. Fuel. You have to get something that fuels you up. Once you have that, you can turn this world around. Alafu, listen to the voice inside you. Sisi unayemwona hapa ni Pendo, lakini kunaye Pendo ambayo humuoni. The soul, the me, the Pendo inside me. Kuna nyakati huwa anazungumza na sisi in a very soft voice. The person inside you will tell you if you are in the right place. Kuna wakati utakuwa uko mahali unataka sana kutoka. But you know there is this voice inside you tells you, no, we gotta keep going. One more year. Look, these are the advantages, this and this and this. And you know for sure this is hard and I don't want to take this. But that voice tells you we can do this. We have to do this. Ukienda unaona Trump anaposumbua, anataka kwenda kuzamia Seattle, utaishi maisha gani na mtoto wako? No. You are here kihalali, unaweza kwenda nyumbani kumwona mama yako. Kuna hiki na hiki. Yaani moyo wangu unazungumzaga na mimi. Yaani there is this thing that talks to me. Ndio maana nasema when you are in a quiet place like this, Alaska is so quiet and still. I can hear myself. I can understand me better. So kwenye wale wanawake ambao wanasema hii ni self-care month, ni self-care week, give yourself a quiet time. Yeah. It's a part of self-care. Give yourself a quiet moment. Kapande, nenda hata hiking panda in the top of the mountain, sit there and listen to yourself. What is yourself telling you? Kama una addiction ya kitu chochote, you can talk to yourself right there and then and make a decision. Mimi sitovuta tena kitu fulani na hutovuta. Mimi sitoongea tena na yule mwanaume. If you sit down and talk to yourself, you can change the world. So talk to yourself, have moments to listen to the voice inside of you. Utapata majibu yote. Don't look for answers outside of here.
Everything is in yeah. it. Yeah. Unajua nikwambie Andrew, destiny yetu imeshaandikwa. Yeah. Yeah. You need to be a therapist. I think you're in the wrong profession. Our destiny is already written. So why are you stressed? You don't have to be stressed. Kama ulipangwa uwe Alaska, pigana utakapopigana. You will be in Alaska at that time because that's your destiny. That's where you're destined to be. Hautoenda mahali popote by a mistake. Nobody will cross your path by a mistake. You will meet people who will help you, or you will help them. You're speaking bars. Nobody will cross your path by mistake. No. There is a reason why I'm here. I'm talking no, to you. I'm learning. Nilitaka tufanye podcast, like an interview. I wanted to know more about you, but I'm personally, you said some things ambazo they touch my life right now. Like, trust me. So yeah. So that's again, dope. As we are ending this, I'll repeat that thing that I said to everyone, to anyone watching from East Africa who has a dream to go abroad. Go with an open eyes. Go with an open heart. Be positive. Be positive. Kuna kitabu kimoja nilisoma wakasema even in barren places there is beauty even in barren places. So kunayo urembo hata kwenye maeneo kama haya ya Alaska. We wake up every day to look for the beauty. Saa nyingine hata jua tu linavyochomoza, you'll be like, at least jua leo limechomoza. We are thankful. There is beauty even in barren places. You just have to be wise enough to open your eyes, wise enough to open your heart, and you will find that in the coldest places, your purpose will keep you warm. Thank you, Pendo. Yep, and that was the hour. If you made it this far, usahau like video, acha comment, na usahau pia subscribe. Until next time, bye-bye.